hata shetani alishakukaa mbinguni. Kwa hiyo anaweza kayazungumza mambo ya mbinguni kwa sababu anayajua. Dr. Luhana, vipi nikwambia kwamba hizo ni story tu na hamna uhakika wowote? Unaweza kunithibitishia kwamba shetani aliwahi kukaa mbinguni? Naweza nikakwambia kwamba amini unachokiamini wewe, kwa sababu ni ngumu sana kumtoa mtu kwenye amana na yaani imani anayoamini yeye, amini unachokiamini wewe. Ndio maana unaona sasa hivi Mkristo anamwambia Muislamu ni haramu, yaani Muislamu anasema yule wale ni kafiri, na Mkristo anasema huyu anaenda tofauti na imani. Ndio maana unaona familia nyingi unakuta labda Wakristo binti yake amepata mchumba Muislamu, anakuambia hayuko tayari aolewe kwa Uislamu, na Mkristo si ndio, Mkristo amepata mchumba, yaani Muislamu amepata mchumba Mkristo, kwao wanakataa. Dr. Luhana, tumeweza kushuhudia sio IPM peke yake. Tumeweza kushuhudia kuna watu kama IPM wengine wengi kabisa. Tumeweza kuona mchungaji Ezekiel alikuja hapa Tanzania akaponya watu kweli kweli, lakini zaidi ya yote akaweza kumpatia ujauzito dada yetu kipenzi Wema Sepetu. Lakini pia tunaona kuna wachungaji wengine, Nabii Suguye, wanaponya watu, lakini pia tunaona wakina Mwamposa na wote ambao wao nimeweza kuwataja, wote wanaweza kufanana kitabia ama kimatendo na IPM. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba hawa wote ambao nimeweza kuwataja, nimewataja kwa sababu wanafanana kitabia na IPM, nao wote hawa ni manabii wa uongo. Kuna muda napenda sana, sipendi kuingilia imani kwa sababu imani imebeba vitu vingi. Imani inaua, imani inaponya, imani inaua. Ndio maana kuna wale Kenya wale waliambiwa wafunge waende mbinguni, wakafunga wakafa. Naweza nikasema kwamba wengi wao unao wajua wao ndani yao wana spirit za uganga, lakini nje wanaweka ngozi nyingine. Ndio mkuta mtu kwa nje ana, kwa ndani ngozi ni chui, nje ana ngozi ya kondoo. Akisema hivyo sio, umenielewa vizuri? Dokta, umezungumza kwamba wachungaji manabii wengi ni wa uongo, lakini kwa siku za hivi karibuni hata nyie waganga mmekuwa ni waongo sana. Mmekuwa mkiwadanganya watu mpaka inafikia kipindi watu naenda kuoga katikati ya mji Manzese ili waweze kupata utajiri, lakini kiuhalisia ni kitu ambacho sio cha ukweli kabisa. Dr. Luhana, wewe kama mganga unawateteaje waganga wenzako? Kwa sababu mnasema kwamba mnatoa utajiri. Kwa nini mimi nisifanye kazi kwa bidii? Kwa nini mimi nisipambane kutafuta maisha yangu, nikufuate wewe Dr. Luhana unipatie utajiri? Hili mbona kama aliingia pelini dokta? Wafafanulie watazamaji wako. Naweza nikasema kitu kimoja, hilo nilisema ni kweli na ni swala ambalo nakutana nalo sana, kwa sababu mimi mtu anakutafuta huko Marekani, anakuambia shehe bana, mimi nishatapeliwa sana 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 sana. Lakini naweza nikasema kitu kimoja, sisi udaktari ni kama hospitali. Mtu anaweza katolewa sasa hivi hapa akapelekwa Muhimbili, akatolewa Muhimbili akapelekwa Kairuki, akatoka Kairuki akapelekwa Aga Khan, akatoka Aga Khan akapelekwa India na bado akafariki. Kwa kwenye kutafuta uzima bwana, kwenye kutafuta uzima ni lazima upambane, kwa sababu haya mambo ndio nayo mengi sana na ni vitu ambavyo vipo kabisa, hauwezi kuvificha, hauwezi kuvificha hata mara moja. Kwa hiyo kwenye masuala ya maisha na masuala ya kujipambana kutafuta uzima, angalia amani ya moyo wako iko sehemu gani, lakini usikate tamaa. Haya mambo yapo toka enzi na enzi. Kwa hiyo kwa maana hiyo nataka kuniambia kwamba mtu akimfuata mganga fulani asipofanikiwa anatakiwa kwenda kwa mganga mwingine. Ndio, kwa sababu nimefungua biashara ya kwanza, biashara imekufa. Nitaacha kufungua biashara nyingine kwa sababu ile ya kwanza imekufa. Dr. Luhana, hayo ni mazito dokta. Nyie wenyewe mmekuwa mkijitangaza kusema kwamba nyie mnatoa, watu wengine wanasema sure odds, mnatoa vitu ambavyo ni vya uhakika, na kwenye kufanya kazi zenu mnasema mnatumia majini, na tumeweza kushuhudia mnatoa mpaka kafara ng'ombe, kondoo, mbuzi. Leo hii Dr. Luhana anatuambia kwamba mtu anaweza akaja kwako na asipone. Hii imekaaje Dr. Luhana? Nyie si mnatumia majini, kwamba majini yanaweza kuwadanganya? Changamoto sio kwetu sisi, lakini kuna miongoni mwetu sisi hawapo kama sisi. Narudia, nataka naomba tena nirudie sentence mara hizo. Changamoto sio sisi, ila kuna miongoni mwetu sisi hawapo kama sisi. Changamoto sio sisi, ila kuna miongoni mwetu sisi hawapo kama sisi. Hapo si umenielewa vizuri? Mfafanua kidogo ili tuweze kuelewana Dr. Luhana. Utibabu
ni imani, utibabu ni hofu, utibabu ni huruma, utibabu ni karama. Lakini wapo ambao wanafanya ni kama biashara. Yaani ukimpigia simu, na mimi alikuja mgonjwa mmoja hapa, na sio muda mrefu, ni majuzi kati tu, nimetoka Burundi juzi nimefika. Anaambia kuna mtu nimempigia simu Lamli tu, kumwangalia mtu, kumpigia Lamli, ananiambia nitumie elfu hamsini. Yaani kumwangalia tu mtu ananiambia nitumie elfu hamsini kuangalia mtu. Akamtumia elfu hamsini, baada hapo simu akamtumia. Bitaluana. Tukiachana hilo swala, hayo maswala ni topic ndefu kidogo. Tujukie kwa sala la dada yetu. Mara baada ya kuweza kumshuhudia wema Isaac Sepetu, unaweza kusema ametoa ukame wa kutopata mtoto kwa siku nyingi sana. Siku za hivi karibuni kwenye zuka ya kuzuka, watu wanaweza kusema kwamba dada Zuhura, mtoto kutoka Zanzibar, ameweza kumpatia mtoto Diamond Platinum. Ni kitu kizuri, na of course watu wengi wamekipenda na wamempa hongera za kutosha sana, japokuwa kuna watu ambao walichukia, kama ambavyo tunafahamu binadamu. Sasa kwenye engo hii, engo ya uzazi, kuna wanawake wengi wapo kwenye ndoa zao wanahitaji kupata watoto, lakini kwa bahati mbaya mambo yanakuwa magumu mpaka inapelekea ndoa zao kuweza kuvunjika kutokana na kukosa watoto. Kwako Dr. Luana, tupe ufafanuzi, kama unaweza ukawa na njia yoyote au namna yoyote ya kumsaidia mwanamke ambaye anaweza kutazama kwa saizi na inakuwa changamoto kwa yeye kuweza kupata mtoto. Kwanza nianzie kumshukuru Mwenyezi Mungu, na usiseme kwamba amempatia mtoto Diamond, ila amemuongezea uzao, kwa sababu Diamond ana watoto wengine. Lakini la pili na la msingi, nadhani kwenye video zangu nyingi nimesha kutoa ofa moja kwamba naomba wanawake 10 wanipigie simu, na kama wanafika ofisini, kama wako mbali, wako nchi za watu, tutajua namna kufanya. Mimi nifanye, kwa sababu nimeshafanya zaidi na zaidi, hautakuwa wa kwanza au mara pili. Wapate watoto, na wakipata wale watoto waje wao ndo waseme, sio mimi niseme, kwa sababu kuna na watu wengi ambao wamepata watoto. Sasa kuna baadhi ya vitu unajua huwezi kutoa public, na vizuri kama wao wenyewe hawajataka uviongee, ila ninao wengi ambao nimewasaidia sana 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 sana, ni wengi, kwa sababu asikwambie mtu ambaye hajui nguvu ya majini, mtu ambaye hajui nguvu ya uchawi, hawezi kujua dunia inaendaje. Hivi vitu usipovijua, tembea utembeavyo, hauwezi kujua dunia inavyoenda. Ila dunia ina siri nyingi, wanaojua na kuifuatilia maisha yao yanaenda vizuri. Kuna watu wanateseka kweli. Mimi nimekutana na mtu ana miaka 46 akanipigia simu, nikamuuliza una miaka mingapi? 46. Cha kwanza nilichomuuliza, bado unaingia hedhi? Unapata mshahara wako wa mwezi? Akaniambia alhamdulillah, nashukuru Mungu, mashaallah, bado napata. Nikasema basi hamna shida, njoo tufanye kazi. Tumefanya kazi kama miezi 3. Kwa uwezo wa Allah, nakumbuka nilikuwa niko Namibia, nadhani Namibia. Akanipigia simu, ananiambia ananiambia shehe, naona kama na dalili zote za mimba. Nikasema nipe mwezi mwingine mmoja, halafu nipigie simu. Kaja kunipigia simu, nipo Kongo. Ananiambia shehe, na dalili zote 100% za mimba. Nikamwambia nenda hospitali. Akaenda hospitali. Nashukuru Mungu, tumeilinda ile mimba kwa uwezo wa Allah. Amepata mtoto. Na kuna mtu mwingine ambaye alikuwa akipata mimba zinatoka, mimba zikiingia zinatoka, mimba zikiingia zinatoka, mimba zikiingia zinatoka. Yaani yule mwanaume, yaani mimba kishaingia, mume wake akamuingilia, mikosa, mimba inachopoka. Sasa kumbe shida haipo kwa mwanamke, shida ipo kwa wanaume. Wanaume wengi wana matatizo lakini wanajificha, ndio maana sisi tunapata shida sana wanawake. Mimi nawahurumia sana wanawake. Katika watu ambao nalia nao sana wanapata shida ni wanawake. Kwa sababu misalaba yote mikubwa inakumbwa wanawake. Misalaba yote mikubwa wanawake. Injili wanawake, lawama zote kwa wanawake, lakini sisi wanaume tunawaletea matatizo makubwa sana wanawake. Tunakutana na watu wengi hapo zaidi ya 10-15 shida wanazo wanaume. Yaani mwanaume alikuwa na mtu, yule mtu akamwacha, yule mtu akamwekea tego kwamba mwanamke atakayemuoa asije kuwahi kubeba mimba. Kwa hiyo mwanamke akishika ujauzito, huyu mwanaume akamuingilia, mimba inatoka. Sasa ile kitu inaenda lawama zote anasugua mwanamke. Ndio aina kajitibia, aende kwa waganga. Sasa kama ni tabibu ambaye hauoni, hauchunguzi, ukakaa chini ukafikiria, ukafanya utafiti, aisee, utakuwa unafanya kazi karne na karne, mgonjwa apate mabadiliko. Kwa sababu
sababu hivi ni vitu ambavyo nimekutana navyo sana. Dr. Rwana, hivi ni kitu gani ambacho kinaweza kupelekea mpaka mtu akawa anashindwa kupata ujauzito, ama ujauzito unaingia afu unatoka, au ni masuala ya kichawi, ni masuala ya kisayansi? Hem, tufafanulie kidogo. Mimi sielewi, lakini pia mtazamaji naye kutazama kwa sasa anahitaji kupata ufafanuzi. Ni kitu gani ambacho kinaweza kupelekea mtu kukosa kupata ujauzito? Kwenye sayansi hakuna, ndio maana mimi mtu akija kwangu namuuliza swali la kwanza, umeshaenda hospitali ngapi? Anakwambia aisee, wallahi kusema ukweli mimi nimezunguka hospitali nyingi. Kwa hiyo kwamba hospitali kule wameshindwa kuona simama nafasi yangu kama mimi. Lakini hapo Dr. Rwana, ukizungumzia masuala ya hospitali, hivi ufahamu ya kwamba hospitali ni mifumo ambayo imeweza kuwekwa na watu ambao wanaitawala dunia ili wao waweze kupata faida zao. Hivi ufahamu ya kwamba hospitali mtu unaenda, mara nyingi watu wanakuwa wanashindwa kupona, wanashindwa kupata matibabu. Unajua hicho kitu Dr. Rwana, kwamba hiyo ni mifumo imewekwa tu ili wewe waende kuweza kupata fedha na wewe uweze kupata huduma yako, kwa sababu mtu anaweza kaa anaumwa UTI, siku zote anaenda hospitalini, mtu inarudi tena, anaenda hospitalini, mtu inarudi tena. Hilo Dr. Rwana unalionaje? Siwezi kuingilia hayo mambo sana, kwa sababu kuna watu wanaenda wana uvimbe tumboni, wanafanywa operation, wanapona, lakini hawaponi, baada ya muda unarudi tena. Nataka niingie huko. Ndio kitu ambacho nakizungumzia. Kwa nini unaziamini sana hospitali? Umezungumza, unaweza kusema kwamba mtu ameenda hospitali, lakini mwisho wa siku anarudi, lakini tatizo lake linaweza kurejea pale pale. Ndio maana nimesema ufahamu ya kwamba hospitali ni mifumo ambayo imewekwa na watu ambao wanaitawala dunia ili wao waweze kujipatia faida zao. Ndio maana ukiangalia asilimia kubwa watu wanapendelea sana kuinvest kwenye afya pamoja na kuinvest kwenye vitu vya ovyo. Mimi naita ni vitu vya ovyo, masuala ya michezo, masuala ya kubahatisha. Kwa nini inakuwa hivyo Dr. Rwana? Mimi siwezi kusema kwamba ni vitu vya ovyo, kwa sababu mwili wa binadamu ni kama gari. Siwezi kusema kwamba gari yangu imeharibika engine leo, nikaitembelea mwezi kaharibika tena nikasema kwamba vipi tena. Ni vitu vya kawaida kwamba unapokitumia kinaharibika. Unaelewa vizuri shehe? Unapokitumia kinafanyaje? Kinaharibika. Kwa hiyo hivi ni vitu, mwili wa binadamu. Ndio maana kila siku tunashauriwa kwamba kufanya check up kila mara kwa mara. Ndio maana hata kama ni uchawi unaweza kumtibia mtu leo, baada ya muda tena ile hali tena ikarudi, kwa sababu mimi nimemfunga mtu na nimekuja na kitu kwamba yule mtu akifunguliwa mimi huko nitajua yule mtu amefunguliwa, mimi lazima tena nifunge tena nafunga zaidi. Umeelewa vizuri? Kwa nini usimfunge permanent? Yaani utie makufuli ya kutosha, yaani hata mtu yote akija kuleta ujinga wake mambo yasitokee. Kwa nini usifanye hivyo? Na wewe Dr. Rwana umekuwa ukijipambanua kwamba una uwezo mkubwa. Kwa nini usifanye hivyo? Kwa hiyo unataka kusema kwamba na wewe huna utofauti na hawa ambao wanaanzisha hospitali. Ukimpata mteja unataka awe wako, akuingizie na kukuingizia tena na tena mpaka mwisho. Wanasema kitu kimoja kwamba mpaka uwe mshindi ni lazima upambane vita nyingi sana. Unapoamua kupambana na vita, hayo ni maneno ya wahenga, sio uhalisia. Mtu anaweza kupambana vita moja na akashinda Dokta. Maneno ya wahenga tena unayaleta Dokta. Lakini unashinda, je, yule uliyomshinda unajua anakwenda anaenda kuwaza nini? Mambo unayozungumzia na uchawi vinaendana kweli? Hii yote ni cycle ya ugomvi, bifu, uchawi, vitu vyote vimezunguka hiki kitu. Kwa sababu tunapogombana mimi na wewe, unaweza ukanipiga nikakwambia asante. Je, unajua ile asante imetoka moyoni? Unajua mimi naenda kujipanga na kitu gani? Lakini hiyo ni mizimu pamoja na majini ya bahatishi, yakiweka ameweka. Ndio maana kuna baadhi ya sehemu zikiwekwa zimewekwa, zikizindikwa zimezindikika. Hamna kitu ambacho kinaweza kutokea Dokta. Mimi niambie sehemu gani ambayo unaiona ngumu ambayo siwezi kuingia? Dr. Rwana, mambo mazito kabisa. Ina maana wewe kila sehemu unaweza kuingia? Sema unatumia gharama, lakini hakuna sehemu ambayo huwezi kuingia ukiamua kuingia. Ndio maana unalazima uwe na mitego, kwamba ukiona mitego miwili, una mitego 7. Mitego miwili mimi unajua kabisa kuna mtu anabomoa ngome yangu. Unakuja tena unaziba. Kwa hiyo utasumbuka mwisho wa kama huyu mtu aingiliki, lakini ukiamua kuingia unaingia. Kwa maana hiyo Dr. Rwana, ulichozungumza ni kwamba mtu akianza waganga hatakiwi kuacha waganga mpaka maisha yake yanaisha hapa duniani. Kwa sababu kama mchawi, jibu ni ndio. Hapana, jibu ni ndio. Ukiamua kujipambania, jipambanie, kwa sababu utakapoacha unatoa mwanya, yule mtu aliyokuwa anakuumiza
atakufuatilia, atakupatia mchocho, atakupata tu. Kwa maana hiyo, wachungaji ambao umewaita kwamba ni matapeli na nyinyi waganga tunatembea kwenye njia moja. Siwezi kusema kwamba tunatembea kwenye njia moja, kwa sababu wale sio kukaa nao meza moja tukajadili kama kitu kimoja au sio kitu kimoja. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba turudi kule kwenye masuala ya imani, kwamba kila mmoja aamini anacho kiamini yeye, aamini yeye anachokiamini yeye. Lakini mimi na uhasa kitu kimoja, kwamba wewe ukiona unaumwa na maradhi, jipambanie sana, kwa sababu marehemu hanaga haki. Yaani usiseme kwamba si mimi niko hivi, jipambanie. Pambana, tafuta tiba, pambana. Kama ndio wewe unakwenda kwa mashehe, kwa wachungaji kuombea, ukiona kwako imani yako inakupeleka huko, nenda. Lakini jua marehemu hanaga haki. Ipambanie maisha yako. Uhai wako ndio kitu cha kwanza kuliko kitu kingine. Haya maisha unayoona haya, watu wanakufa usiku na mchana, lakini kuna watu wanakufa maradhi ambayo wanaweza kupona hata kwa majivu tu ya jikoni, kwa sababu majivu ni pooza. Dr. Majivu, wallahi majivu ni pooza, kwa sababu ni mkusanyiko wa miti mingi, kwa ile ni pooza. Dr. Majivu si mkaa unapigwa mti mmoja, miti mingi inatoka wapi tena hapo Dr.? Ile ni miti mingi, alafu ule ni moto ambao ulikuwa unawaka. Wapi mti wa mkaa tunaijua Dr. Wewe hujakaa polini. Unajua nyinyi watu ambao mmezaliwa Dar es Salaam, mmekulia Dar es Salaam, kuna baadhi ya mambo huwezi kuyajua. Sisi tumezaliwa mapolini huko. Unajua waulize watu ambao wamekaa Sumbawanga, Nyamanyere. Mimi nakutana na watu mbalimbali waandishi wa habari Nyamanyere. Sio kama polini. Sisi mtu anakula, mtu wa mjini anakosa chakula cha kina chumvi, ana chakula. Sasa kule si tuko polini, kupata chumvi lazima usafiri siku mbili kwenda kutafuta chumvi. Sasa acha kula chakula kana chumvi. Tanzania hii siku mbili watembea kutoka pale, kutoka kwenye kijiji tulichokuwepo sisi. Hapa Tanzania. Hii Tanzania ni kubwa sana. Sana. Tanzania ni kubwa sana. Naweza nikasema kwamba hii topic ni ndefu sana, lakini kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala tuombe dua, nikirudi kwa sababu kina safari, nikirudi tupate muda wa kuzungumza zaidi. Wale watu ambao wako Tanzania, nje ya Tanzania, ambao wanataka kuonana na mimi, kuongea na mimi, namba yangu ya simu ni 0768247710. Wewe uko Tanzania, uko nje ya Tanzania, kwa uwezo wa Allah, kikubwa ni kumtangulia nani? Allah, na uweze kumiliki vitu. Kamera yako inashuti vizuri hapo? Mbali na kamera hapa inaonekana vizuri. Dr. Mambo ya ajabu. Na wahasa waganga wenzangu waweze kufuga vitu kama hivi. Ina faida kubwa sana. Hiyo nini? Nyinyi wenyewe mnaona, mnaweza kusema nini? Naomba na wahasa waganga wenzangu waweze kufuga vitu kama hivi. Unakuwa nao 5, 10 kama mimi hapa. Yeye anasema tuviue hivi. Sasa huyu ni mnyama ambaye ana akili nyingi sana. Wewe una akili kumshinda huyu. Yaani mimi akili anishinde wewe. Basi atoke huko Dr. kama ana akili. Sasa kama unaweza kuuliwa na mtu ambaye haongei. Sasa wewe una akili ambayo unaongea, unafanya kila kitu. Kama ana akili, kwa nini anashindwa kutoka huko ndani Dr.? Sasa subiri sasa. Hebu shuti vizuri. Tutoe, tumfungue, tutoe huyu hapa. Huyu anashinda kutoka huko. Kumbe kufungua hawezi. Bwana, huyo ni Dr. Luana, ameweza kuzungumza vitu vingi sana. Nadhani wewe mtazamaji wa Bongo 9 Rich Media umeweza kupata elimu kidogo. Niseme ya kwamba kwa leo tuishie hapo. Tutazungumza naye vitu vingi sana wakati mwingine tukiweza kumtembelea. Timu nzima iliweza kufanikisha kuweza kufikia vitu hivi vizuri. Nipende kuishukuru na kuiombea kwa Mwenyezi Mungu.